Nawashukuru kwa kufika katika kikao hichi. Nimeitisha kikao hichi baada ya kupokea taarifa ya afya ya kijiji chetu. Nimepata taarifa kuwa kumekuwa na ongezeko la vifo vinavyotokana na utoaji wa mimba usio salama kwa vijana na hata wanandoa. Hivyo kuna haja ya kutoa elimu kuhusu mambo haya. Samahani Mheshimiwa Sheha. Binafsi niliwahi kusikia ukienda kituo cha afya baada ya kuharibika kwa mimba, kunahitajika kiasi kikubwa cha fedha ili kupatiwa huduma hizo. Na chengine ukienda huko vituo vya afya inasemekana hakuna usiri wowote. Yaani kabla hujafika nyumbani habari zote zipo mtaani. Karibu mtaalamu wa afya. Uwanja wako sasa. Asante Mheshimiwa Sheha kwa utangulizi wako mzuri, na niwapongeze wananchi kwa mwitikio wenu na michango mizuri mlioitoa. Ningependa kuweka sawa katika hili. Hayo yote yaliyoongelewa ni maneno ya uvumi ambayo yapo katika jamii yetu na hayana ukweli wowote. Baada ya kuharibika kwa mimba ni huduma za dharura zinazookoa maisha na hakuna gharama zozote katika kupatiwa huduma hizi. Na ikigundulika mtoa huduma ameenda tofauti na haya, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa za mgonjwa au ubaguzi wowote kwa mtu anayehitaji huduma, hatua kali za kinidhamu huchukuliwa dhidi yake. Wananchi wenzangu, hata dini zetu zinatufundisha kulinda uhai na kutoa malezi bora kwa watoto wetu. Kuwapa vijana taarifa sahihi za afya na maadili kunawasaidia kulinda na kufanya maamuzi sahihi kuhusu mustakabali wa maisha yao. Elimu ya afya ya uzazi si kuharibu tabia. Ni kuwaongoza watoto kuelewa heshima ya miili yao, kujilinda na kufanya maamuzi yenye hekima. Jamani, hemu turudini kwenye mafundisho yetu. Asante Nesi na Sheikh Hamadi kwa elimu nzuri. Kuanzia leo tutahamasisha familia kutafuta huduma mapema na kuwapa vijana elimu sahihi ya afya ya uzazi na huduma baada ya kuharibika kwa mimba. Jamii yenye taarifa sahihi hulinda maisha ya wanawake na mustakabali wa watoto. Tafuta huduma mapema. Toa elimu sahihi. Jenga jamii yenye afya Zanzibar.